Haleluya. Shida inafanya kwamba mtu anadharauliwa. Kama mtu ana kitu kweli, fasi yote mtu ana kauli. Na mwenye shida njoo tu kila siku masemaka mwenye kosa patro afake makosa. Meme si hata anafaa kosa gani, kama iko na pesa yake atapata tu sheria. Jua nini? Shida inamdharaulisha mtu. Lakini Yesu wakati alipomtazama, leo Yesu akutazame kwenye shida zako, akuangalie mwana kondoo wa Mungu, akuangalie Yesu, apite kwenye njia yako leo, aingie leo mwako, akutazame pamoja na madharau yako. Haleluya. Wakati wanafunzi walimtazama jinsi iko anasumbuka, wakasema haiwezekane mtu mzima akuwe kipofu mpaka hapa. Wakati shida inakawia ako mtu, kila mtu anasema huyu mtu inawezekana tu alifanya dhambi. Ayubu wakati magumu ilimpata miaka nyingi sana, warafiki zake wakamwambia hapana Ayubu, kuko bene tu ulifanya bya mubaya. Haleluya. Akasema kuko bene ulifanya, unasumbuka hivi hata mpaka lini? Maskini ana heshima, anadharaulika kwa kila hali yote. Wakati ambao mtu ana kitu anakuwaka yenjo anakuwa tunani sorcier mkanisa, pauvre mkanisa, ndio wanasemaka unjo mlozi. Roho akishuka sai hapa pale ba mama biavraka ma bazeriche abo wanasemaka hapa ni watakatifu. Pale bine banavala Mungu aseme ria Bwana nasema wewe tate pale, jua nini? Kweli ana kitu. Na bana mchana kusura aseme huyu mzee ndio mwenetu, anaweza kuwa tu ndio mlozi. Haleluya. Tafuta pesa. Pesa inatoshaka ile jina hata. Leo balozi mingi leo biko makanisa meju okay. Biko na makuta zabo, roho aiwaonake. Roho inaonaka tu ba masikini, ba pauvre. Haleluya. Tafuta makuta, tafuta pesa. Kama mtu hajapata kitu anadharaulika sana, anaonekana kama yeye kweli ndio mwenye ana neno ya kusema fasi, ana mawazo ya kupana. Lakini kama ni tajiri, angalia memsi akisema tabia ovyo, basi baba ashasema, baba atasema. Jua nini? Saa ya mwisho atawachia nini? Makuta. Troisième mita yenjo manatupatia okay. Wana mahekima yako atakwambia toka pale we nyama ya mtu. Jua nini? Hauna pesa. Haleluya. Shida wakati inakumba mtu, anaitiwaka majina yote, anaitiwaka jinsi watu wake wanapenda, lakini aimejua Mungu ambaye alipomtazama Daudi namna gani amezaraulika, wakati ambao wandugu zake walimtupa nje, walimdharau, kumbe kule kwenye bali mtupia ni huko ndiko Mungu alikutana na maisha yake. Leo mali ambako walikudharaulia, huko Mungu akukutane. Mali ambako watu hawakupende, acha Mungu leo akuguse. Wakasema upeti ana maana kwetu, kumbi Mungu akasema mumuache, ananipendaka. Wakamtupa mbali na watu. Kaa tuwe mbali na watu, lakini usikae mbali na Mungu. Watu wakuache, lakini Mungu umushikilie sana. Kaa mbali na macho ya watu, lakini kaa karibu na macho ya Mungu. Kila siku akikutazama akuone unasimama mbele zake. Haleluya. Usiache Yesu sababu watu walikusengenya, wasikwambia kuya twende kuna shie tunaendaka juu ya problemi. Hapana, zingatia Kristo, zingatia Yesu, zingatia Yesu. Usimuache Yesu, usimuache Yesu. Gilgali, sikia sauti. Kaa mbali na watu, karibu na Yesu. Haleluya. Mbali na watu, karibu na Yesu. Yesu ni ema ambayo inabululaka watu bakutafute. Yesu ni kweli, ni ema ambayo
kama anakupenda ni kitu ambacho ukikishika unabakia hapa, hauna tena haja ufate watu. Watu watakufata kama una Yesu. Yefta wakati aliachiliwa walisema kwamba huyu jamaa ana maana, huyu jamaa afae kwetu, lakini wakati alimtumenia Bwana katika njia zake akakaa fasi moja, lakini wakati walimtafuta ema ya Mungu ikaenda inalokalize Yefta, ikawabulula kwake. Atakubululia watu Yesu. Amen. Atatubululia watu hapa, wae tu ubaki karibu yake, usimuache. Wakasema sema huyu mtu alifanya dhambi, wakamupanga majina mengi sana, wakamziaki, wakaongea vibaya. Acha watu waseme. Siku ya Mungu iko, siku ambayo Mungu atabadilisha majira iko. Haleluya. Siku ambayo Mungu ataongea iko. Haleluya. Saa ambayo Mungu atabadilisha majira iko. Saa ambayo watu wako wanamsema huyu jamaa anaikala kimya. Iko nasema mbona aba watu biko wanizarau juu ya mimi kwa kipofu, biko waniongelea hivi. Okay, mimi sionake tu, njoo maana uko nalia unasema hii matatizo basha nipanga jina hii upangai baba kila siku. Mwana nyumba haiko ananiona hako, mimi nilikulabia nani baba? Unajika eske nilifanyaka nini ya mubaya ili kwamba nipitie katika hii shida? Lakini leo jipe moyo, kuna mtu aitwaye Yesu atakutazama. Kuna mtu aitwaye Yesu anatazamaka maisha yetu. Jameni, atuachake Yesu, ukimtumainia tu. Haleluya. Anabadilisha maisha. Akamtazama Yesu, akaikala kimya, akuwajibia kitu. Baki kimya kila leo, baki kimya. Saa taabu, baki kimya. Ukiwaelezea watu watakujibia, ujiangalia kwa mzuri. Shida jua nini ukubaki yako. Lakini anayeona haja ya moyo, anetazama katika moyo, akutazame leo. Akamtazama huyu jamaa, akasema seme, muko mnasema mengi juu yake Petro. Muko mnasema mengi juu yake. Lakini wakati Yesu anayetazama katika vilinji vya moyo, alipotazama moyo wake, akasema hakuna ubaya wowote aliyotenda. Mama yake hakufanya dhambi. Magumu, shida, akasema hakuna mwalifanya dhambi. Yesu kisha akasema se kama imenipasa kuifanya kazi ya Bwana, bado mchana iko, kwani muda ambao inakuya itakuwa vigumu sana niifanye kazi ya Bwana. Akasema se kama tena wakati wowote nikingali katika hii dunia niko nuru ya ulimwengu. Chapia Yesu makofi. Ni nuru katika maisha yako, na kuangazie leo katika jina la Yesu, na kuangazie leo katika jina la Yesu. Wakati ambao giza ilikuwa inakufunika, leo Yesu akuangazie, uone nuru yako. Maisha yako kama ilikuwa inakaa ndani ya shida, leo Kristo akuangazie, akuangazie, akuangazie. Amini, akuangazie. Sema amena. Akuangazie, akuangazie, akuangazie. Usibaki tena katika shida. Kama ni giza ya upangai, Yesu leo akuangazie nuru. Haleluya. Kama ni magonjwa, akuangazie nuru yake. Haleluya. Yesu kasema wakati wote ambao nikingaliki hapa kudunia niko natazama shida yako. Wakati wote unakaa na Yesu, usibabaike. Haleluya. Nakumbuka wakati ambao Ibrahimu anamfukuza Ajiri, akasema se kama toka, akafika kwenye jangwa, hakuna mtu, lakini Mungu alikuwa na Ajiri. Haleluya. Hakuna mwenye iko karibu yako. Unakaa katika jangwa, unaangalia huko na huko, hakuna shangazi, hakuna mjomba, hakuna ndugu, hakuna yeyote ambaye anaweza akusaidie wakati ya shida. Wakati Mkristo unapita katika vipindi, kuna muda ambayo
hakuna mtu mwene atakusaidia. Utawapigia wote oji, watakwambia kama hatutakufungulia mulango. Utapigia huyu oji na nakwambia sina, huyu mwingine naye sina. Haleluya. Lakini wakati ajiri anasema se kama c'est possible, nione gisi mtoto wangu atakufa na tukula mtoto wangu. Haleluya. Ajiri akafanya nini? Akamtupa Ismaili, akasema akufie kule, mimi na mimi okay nikufie hapa. Kumbe Mungu ambaye alalake, haleluya, Mungu ambaye alalake kumbi alitazama ajiri. Alitazama ajiri. Wakati ajiri iko nalia, iko nasema baba njwebele tu, ulinitiaka tu hivi, unanitoshea uko tu kweli, okay Misri juu nikuye huku, ni kweli nisumbuke. Iko analia sema ule mtoto basi akufe, hakuna tena matumaini. Lakini malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, ajiri, wende chukua mtoto wako leo, uchukue vyako kwa jina la Yesu. Leo uchukue kile ambacho Mungu alileta kwako kwa jina la Yesu Kristo. Hautafisha, hautakosa, hautapoteza tena kwa jina la Yesu Kristo. Akanaseme wende kamata matumaini yako. Yesu anarudishaka matumaini mahali ambako hii dunia ilituima matumaini. Ajiri akaambia se kama wende kamata mtoto, wende kamata Ismaili. Alipofika huko akatazama maji. Haleluya. Katika jangwa Bwana atakupatia maji. Wakati ambayo hauna kitu, Bwana atafungua njia moja na utashangaa. Haleluya. Ajiri akasema nimemuona yule anionaye kati shida zangu. Haleluya. Wakati anaona maji akasema mimi namuona yule ambaye kumbe nilikuwa niko nasumbuka, lakini kulikuwa Mungu mbinguni ambaye iko ananitazama katika shida zangu. Katika shida lako leo Bwana akuone. Bwana akuone kwa mahitaji yako hapa Gilgali. Bwana nasiye pia atuangazie.